Aisa njoo. Yaani afadhali umekuja hapa nikupata niende kupata mboga hapo utaenda kunipatia mboga hizo mpokee begi. Pole mwae. Hapa hivi. Angalia huko. Kaangalia miguu ya kuku na utumbo pale kwa mama Angel pale shika. Uwai kurudi umesikia? Umesikia? Ndio. Fanya haraka. Kwa mama Angel huyu. Fanya haraka. Aya, uwai kurudi Aya. Shehe, salamu alaykum. Wa alaykum salam shehe. Heri. Heri, haya kwema? Safi kwema? Kwema kabisa. Sawa sawa. Bwana shehe samani. Ndio. Namtafuta dadangu, mfupi hivi. Shehe kumuona fupi. Yaani amevaa vaje huyo? Yaani alitoroka pale nyumbani amevaa jinsi nyeusi, alafu t-shirt nyeupe, alafu hapa kuna wekundu fulani hivi. Jina lake anaitwa Lukai. Mfupi. Kuna binti nimepishana naye hapo bwana hapo kona hapo. Ila shehe ni msiba. Msiba? Yaani ni Sasa mbona unasema msiba shehe? Shehe kama unamtafuta nitakusaidia. Ila shehe ni msiba. Bwana samani, kama kutakuwa kuna uwezekano, naomba nitangazie pale msikitini. Fulani Anaitwa Lukai. Lukai. Okay. Basi haina shida. Sawa. Sawa. Nitashukuru sana. Basi usijali. Sawa. Wewe njoo. Umebeba nini? Hebu leta tuone. Hebu subiri nione. Vipi na mtoto? Naagiza nyumbani, nipeleke nyumbani. Hebu nione. Mtoto mwagiza wapi? Bwana mkubwa. Tamu Tamu sana. Mtoto, unamfahamu huyo? Mdogo wangu nimeagizwa nipeleke nyumbani. Kachelewa nikawa namfuata nipeleke nyumbani. Wewe kuulize kitu ndugu yangu. Unajua, tulia, wewe usimpe hii hapa. Nataka kushikia. Usijali wala nini. Wewe ni mtu mzima ndugu yangu. Huyu mtoto nimemkuta na yeye bakuri. Tulia kwanza, taratibu tu. Ananunua mboga. Kaagizwa na mama yake, si dada yake huko. Sasa mjomba. Sawa. Tulia. Tulia. Hapana usimpe. Tulia. Mimi nataka nizungumze na wewe vizuri. Wewe kweli ndugu yangu. Huyu ni mtoto mdogo kabisa. Angalia mboga iliyopo, tena mboga hii. Mimi lakini Kristo sijafunga kaka. Hujafunga sawa, inawezekana ukafunga hata mlango. Iko hivi. Ingekuwa ni kweli wewe ni ndugu yake au anakufahamu. Je, ni jambo jema wewe kuchukua mboga hii kwanza kula hapa njiani? Nilikuwa nahakikisha chumvi iko sawa, maana kaagizwa nyumba ya pili huko. Sawa. Unaonja wewe ni mpisho hii mboga? Unamfahamu? Nitakusaidia kumpeleka mtoto. Unamfahamu? Ningekuwa simfahamu pia nisingesimama hapa. Kwanza haya mambo binadamu atasikiliza kwanza. Vitu vidogo kuonja njiani. Sikiliza shehe wangu. Tulia kwa Mwenyezi Mungu. Tulia kwanza. Mimi nitakusaidia kumpeleka usijali. Nitakupeleka mimi. Vijana. Sasa mboga hii. Mama, si unapokumbuka nyumbani? Nenda tutakutana. Nenda. Habari yako? Salama. Vipi? Samani, kama nakujua nilishaye kuona kwenye mitaa fulani hivi. Kwa mke wangu pale, nilishaye kuona. Ni kama rafiki yake. Mke wako? Ndio. Sasa huyo mke wako gani huyo? Yaani anaitwa nani na yukoje? Anaitwa Lukaiya. Sawa, nishampata. Kumbe ndo wewe ndo bwana yake Lukaiya. Samani, nilikuwa nakuuliza. Kati ya wiki mbili hivi au siku tatu hivi ushaye kuonana naye wapi?
Hizo habari, kuna habari nilisikia, sijui ndo za kweli, sijui ndo vipi, sikuzielewa. Kaka yake juzi nimekutana naye hapo. Ndio. Ananiulizia kuhusu huyo Rukaiya ambaye ni mdogo wake. Ndio. Ananiambia sijui ametoroka, alikuwa anaolewa akatoroka. Tukajua ndo umemtorosha. Hamna. Mimi sijamtorosha. Itakuwa ameenda hapo. Sijajua kiukweli. Mimi mwenyewe bado namtafuta. Na hata hivyo huyo kakake mwenyewe, yani nimekosana naye sana. Hatuongei kwa sababu ya hivyo dada yake. Sasa hapa cha kusaidia mimi sina. Labda nikikutana naye ndio nitaenda kuambia wazazi wake. Sawa. Sawa. Yaani hicho ndo cha kusaidia. Basi sawa, haina shida. Haya sawa. Haya sawa. Taonana. Umerudi? Mungu nione. Wewe. Nilikuwa jinsi utumbo na miguu yako huku vipi? Amenipa hiyo. Kakupa hii? Asa tena mbona kidogo? Ananikaa. Karibu kaka. Bila shaka wewe ndio ulikuwa umemtuma huyu binti kufuata mboga, sio? Okay. Pole sana. Na haina haja ya kugombana na huyu mtoto kwa sababu nilimkuta njiani yuko na kijana wa umri mmoja ambaye alikuwa amemnyang'anya mboga na alikuwa anaila. Kwa sioni kama kuna haja kuendelea kuzozana na huyu mtoto. Na kingine pia ni angalizo. Kuwa makini sana. Mara nyingi jitahidi wewe unaenda wewe kufuata mboga. Au unapokuwa unamwagiza mtoto basi huo unamwagiza na mtu mwingine ambaye mkubwa kidogo kwake kwa ajili ya ulinzi zaidi. Kwa sababu huyo nimeweza kumkuta akiwa anakula. Inawezekana pia angekuwepo mwingine angeweka hata sumu na ingefika kwako ingewaueni nyote. Sawa, nimekuelewa. Okay, mimi nisiwe mkaaji sana hapa. Acha niwaache mbaki salama. Haya, karibu tena Ondoa shaka. Haya. Swali kama kawaida. Salama kabisa. Salama kwema? Kwema. Vipi sasa kule kuhusu ule mpango? Bwana, ule mpango kweli nafanya juhudi kubwa na kila siku lazima namtafuta. Nikupa siku ngapi? Mpaka sasa hivi siku ya 3 kweli ishaisha. Kwanza afadhali kama una kumbukumbu kama nimekupa siku 3. Yaani afadhali sana kama una kumbukumbu kwa nikupa siku ngapi? 3. Mtafute sister, ndio hivyo. Mpaka sasa hivi unasema kwamba huelewi na hujui aliko. Sasa sikia. Na nilikwambia kabisa mimi nikija kibandani kwako pale na kihamisha kile kibanda na kipeleka sehemu nyingine. Baada mimi na wewe tusaidiane tumpate dada yako na mimi bado namhitaji akiwa mke wangu. Sawa? Nimekubali tumtafuta yote. Sawa? Lakini sasa angalia. Tusije kawa tunamtafuta mtu ambao wewe unajua connection yake iko wapi. Wao tutakuja kuelewana vibaya sana shemeji. Kama kweli tu huyo mtu hujui aliko. Tunamtafuta wote, si ndio hivyo? Tukimpata kweli wewe mwenyewe unakuwa hujui alikotoka au alikokwenda fresh. Lakini kama unamficha eti si yuko sehemu gani? Bwana shemeji bwana enda kwa yani jambo utakuwa unamfanya kwa umenivuka kishenzi yani. Sawa shemeji.